Leo tunaendelea na devotional yetu ya 3 ambayo inahusu namna ya kumjua mtu. Ndugu zangu, katika maisha ili kuweza kujenga nyumba ya Mungu vizuri au ili kuweza kuishi katika maisha yasiyokuwa na migongano, yapasa kutambuana. Inabidi kumtambua mmoja na mwenzake. Huyu amtambue mwenzake na huyu amtambue mwenzake ili tuweze kuishi katika maisha yanayotakiwa. Na hii tukumbuke kwamba katika maisha mtu hujazaliwa tu, yani hujatokea tu sehemu ambayo haijulikani. Kwamba wewe umezaliwa na watu na upo kwa watu, upo kwa ajili ya watu. Na lengo la kuzaliwa ili uweze kushirikiana na watu mbalimbali, wakiwemo marafiki, viongozi, hata wachumba, watu wako wa karibu pia. Lakini si kila unayemuona kati ya hayo makundi ambayo nimeyataja, sio kila unayemuona kwa macho ndivyo alivyo ndani. Sasa leo Mungu kanifunulia ili nije nikwambie na wewe jambo ambalo litakusaidia katika maisha yako. Sasa Mungu kanifunulia vipengele 5. Kanifunulia hoja 5 za msingi kabisa. Ambapo hoja ya kwanza inasema ni matendo. Hoja ya pili ni matunda ya maisha katika maisha yake. Hoja ya 3 ni marafiki. Hoja ya 4 ni muda, na hoja ya mwisho kabisa ni tabia kwa wengine. Sasa hizi hoja 5 tutajifunza moja baada ya nyingine kwa vipindi tofauti tofauti ili usiwe unakosa vitu hivi muhimu katika kutambua ni watu wa namna gani unatakiwa uishi nao. Sasa leo tutaanza na kipengele cha hoja ya matendo. Hii ni hoja ya kwanza. Hoja hii ya matendo inathibitishwa kabisa katika Biblia takatifu. Katika Biblia takatifu inathibitishwa katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 16. Mathayo 7 mstari wa 16 inasema, mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma matunda katika miiba au tini katika mibaruti? Sasa kiini cha neno matunda kibibilia inamaanisha kwamba ni tabia na matendo. Kwa hiyo kumbe, kama tunaona kwamba kiini cha neno matunda ni tabia na matendo ya mtu, manake hapa tunazungumzia watu wanaoishi katika jamii moja. Sasa kama neno matunda kiini chake ni tabia na matendo, hivyo yapaswa basi tuangalie tabia na matendo ya mtu katika jamii. Tunaangalia katika mawanda ya namna hii. Namba 1. Kwa mfano, unaweza ukamwona mtu anaweza kusema maneno mengi, lakini ukweli wake unaonekana kwa namna vile anavyoishi. Sasa wewe jiulize, je, muangalie yule mtu. Je, yale maneno mengi mazuri anayoyasema, je, ndio hiyo tabia yake anayoiishi? Kwa sababu maneno yanatakiwa yaendane na tabia. Sasa kama maneno yake hayaendani na tabia anayoishi, huyo mtu unatakiwa uende naye kwa macho 3 4. Muangalie vizuri. Kwa sababu ukienda naye kwa maneno yake mazuri atakupoteza. Sasa ukiona kwamba huyu mtu hafai kuendana na wewe, unaweza ukaishi naye kwa hekima na busara ili msije mkagombana wala kukwazana. Mtu hutambulika kwa matendo yake, sio kwa maneno. Anachokiongea mtu na kukithibitisha kinathibitishwa kwa matendo yake. Hii ni sambamba na huo mstari kama unavyosema,
mtawatambua kwa matendo, kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba? Sasa wewe unaweza ukachuma zabibu katika miiba? Unaiona kabisa zabibu iko pale, unaweza ukaifata kwenye miiba ukaichuma? Jibu ni kwamba sio. Zabibu inachumwa sehemu yenye neema. Ukienda kuchuma zabibu sehemu yenye neema, basi utaneemeka. Lakini ukiona pale kuna miiba, alafu wewe unataka ukaichume zabibu, hiyo zabibu itakuchoma, hutaifaidi. Kwa hiyo hapa tunafundisha kwamba tusiangalie maneno ya watu tu, kwani maneno matupu hayavunji mfupa. Tusiangalie maneno ya watu na tukasema tuyaishi yale maneno. Angalia maisha, angalia matendo katika yale maisha anayoyaishi. Ndugu yangu, kama nilivyosema kwamba leo tunaangalia hoja ya matendo ambayo ni hoja namba 1. Basi katika kipindi kijacho nikukaribishe wewe mpenzi mtazamaji, wewe mpenzi msikilizaji, katika kujifunza hizi devotional ambazo sasa zinaenda bila kupumzika. Karibu katika kipindi kijacho, usikose kusikiliza kipindi kijacho. Kwa mawasiliano yanayoonekana hapo chini ni 0784 224763 na katika WeChat ambayo inaanzia alama ya kujumlisha 86 156 236 97502 na katika platform zetu zote ambazo zinaonekana katika hii platform hapa. Karibu, nikukaribishe wewe unayenisikiliza. Asante.